Bwana Yesu asifiwe. Ni mara nyingine tena nashukuru Mungu ambaye amenipatia nafasi ili tushirikiane nawe neno la Mungu. Ukiwa na Biblia utafungua nami katika kitabu cha Luka mlango wa 18 mstari wa kwanza. Biblia inasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Ujumbe wangu wa siku ya leo, napenda niongee kuhusu maombi. Ni nini maana ya neno maombi? Neno maombi lina maana tatu. Na maana ya kwanza, maombi ni kufanya ushirika na Mungu. Ni nini maana ya neno ushirika? Ushirika inamaanisha kwamba mnaongea, mmekaa pamoja, unaongea naye pia anaongea. Ama lugha nyingine ni kuwasiliana pamoja na Mungu. Point number 2, maombi ni kutengeneza uhusiano wetu pamoja na Mungu. Ndio sababu maombi yanaandamana na toba. Toba ndio njia ya kipekee ya kutengeneza mambo yetu na Mungu, kumwambia Mungu nisamehe, ukiwa umetambua kuna mahali umekosea. Point ya tatu, maombi ni ishara ya kumnyenyekea Mungu. Na yule unayemnyenyekea inamaanisha ana nguvu zaidi yako. Bila yeye hauwezi peke yako. Ndio sababu tunaacha shughuli zote, mtu akajifungia mahali, akaenda kwa mlima wa maombi au akaenda kwa prayer center, kafunga simu, asiwe na chochote kinachomsumbua ili aongee na yule ambaye anamnyenyekea. Maombi, napenda niongee kwa English. Prayer is the heartbeat of the born again church. And also prayer is the heartbeat of the born again Christian. That means kwamba kama ni mtundo wa moyo wa kanisa ambalo limeokoka, kanisa lisiloomba limekufa. Na pia Mkristo asiyeomba amekufa. Niko jinsi nilivyo sababu moyo wangu unadunda, na vile unadunda damu inatembea kwa mwili. Ndio taona miujiza kama nikitaka kutembea, nikijinyosha, nikaruka, sababu damu ndio uhai wa mwili. Moyo ukidunda ndio unasababisha damu kutembea kwa viungo. Kwa hivyo kanisa lenye linaweza kuexperience miujiza ya Mungu ama uwepo wa Mungu ni kanisa ombezi, na hilo linaitwa kanisa lenye liko hai ama Mkristo mwenye ako hai. Kuna aina tatu ya maombi ambayo tuliachiwa na Yesu Kristo. Alituachia maombi ya kwanza ni maombi ya mfungo. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 17 mstari wa 21, Biblia inasema kwamba haina ya mapepo hii mengine hawezi katoka tu ile ni kwa kufunga na kuomba. Na kweli ukiangalia kwa Biblia, kwa Agano la Kale na Agano Jipya, Agano la Kale kama mambo yangekuwa magumu, yale Israeli anayepitia akitaka msaada toka kwa Mungu, wangeliingia kwa kufunga na kuomba. Kiangalia mtu kama Jehoshaphat akiwa mfalme wa Yuda, wakati maadui wamejipanga kusudi kuweza kuwapiga na kuwaua, walifunga na kuomba, Mungu akawapigania. Ukiona kama vile wakati wa Esther akiwa ni malkia wa mfalme wa Asuero, Amani alipokuwa amepanga kuwaua Waebrania, alipiga mbiu ya kufunga na kuomba kwa Israeli nzima na Mungu akawatetea. Pia ukiangalia kama vile wakati wa Yona alipokuwa ameenda kule Ninawi mara ya pili, akiwaelezea kwamba Mungu anaachilia hukumu, walipofunga na kuomba Mungu aliwaonea rehema.
So kwa hivyo maombi ya kuomba ni kuengage gear nyingine ya maombi yenye nguvu. Mimi wanaita ni four wheel drive. Kuna maombi unaweza kuyaomba ya kawaida ukakesha usione matokeo, inamaanisha engage gear nyingine ya maombi ya kufunga. Sababu mapepo mengine hayatoki tu, ila ni kwa kufunga na kuomba. Alafu pia kuna maombi mengine yanayojulikana kwamba maombi ya mkesha. Katika kitabu cha Mathayo mlango wa 26 mstari wa 41 na pia Thesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 5 hadi wa 7. Katika Mathayo Yesu alikuwa ako bustanini pamoja na wanafunzi wake, ikiwa imekaribia kuja kumshika na kwenda kumsulubisha. Yalisonga mwendo kidogo wa kurusha jiwe ama mshale. Akawa anaomba, akirudi anapata wamelala. Akauliza Petro, je, mngeweza kukesha na mimi hata lisali moja peke yake? Akaenda akarudi tena wamelala mara ya 3, na akawaambia kwamba kesheni mkiomba ili msije mkaingia kwa majaribio. Wathesalonike wa kwanza mlango ni wa 5 mstari wa 5 hadi wa 7. Biblia inasema kwamba nyinyi ni wana wa nuru, wana mchana, wala giza halipo ndani mwenu. Kesheni mkiomba, kwa sababu wale wao wanalewa usiku. Kwa hivyo maombi ya mkesha yanasaidia kuua mwili ili tusiingie katika majaribu. Na kuna maombi mengine ambayo kwa Kiswahili yanaitwa maombi ya faragani. Hayo ni maombi ya kujitenga peke yako. Unaweza kuwa kwa mfungo, unaweza kuwa kwa mkesha, unaweza kuwa labda yale maombi mawili. Yale maombi Yesu aliyapenda sana. Katika kitabu cha Mathayo 17 mstari wa 1 hadi wa 5. Biblia inasema kwamba baada ya siku 6 walienda mlimani pamoja na Petro, Yohana na Yakobo, na akajitenga nao akawa kwa maombi. Mara moja uso wake ukabadilika, ukawa unang'aa, mavazi yake akawa anang'aa sana kuliko yale yamesafishwa kwa tobi. Na ikawa kwamba Musa na Elia wakamtokea, na wingu likafunika Yesu, na sauti ikatamka kwamba huyu ni mwanangu nayependezwa naye, msikilizeni. Petro akasema, kama ni kupenda kwako Bwana, tuweke hema 3 hapa, moja yako, moja Elia, moja ya Moses, sisi tuishi mahali hapa. Yesu akamwambia kwamba usiambie mtu. Yale ni maombi ya nguvu sana. Hayo ndio maombi wewe unasikia kwamba mtu anasema nilisikia sauti ya Mungu ikiongea na mimi, nilitembelewa na Mungu. Hapo ndio mbingu inakuconfirm kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, na kama ni mtoto wa Mungu, mbingu ikusikie, anga ikusikie, nchi ikusikie, kusimu kukusikie wakati unapotoa amri, sababu una mamlaka. Kwa hivyo maombi ni kitu cha muhimu sana katika maisha yetu, na nataka niseme kwamba wengi wamefunga na kuomba, wamekesha, wamejitenga, lakini wasione majibu. Kuna wakati ambapo wanafunzi wa Yesu wakamwambia Yesu, Bwana, tufundishe namna ya kuomba vile Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Sababu waliona kile Yohana anafanya ndio kile wanafunzi wake wanafanya, na Yesu yale anayafanya wanafunzi wake wangeshindwa. Basi nataka niseme kwamba kuna namna ya kwenda mbele za Mungu kwa maombi. Katika kitabu cha Zaburi mlango ni wa 100 mstari wa 4 hadi wa 5. Biblia inasema kwamba ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, liimidini jina lake. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake visasi na visasi. Namna ya kwenda mbele za Mungu, number 1. Tunaingia mbele za Mungu
kwa shukurani na sifa. Hata sisi wanadamu tunasema huyu mtu hana shukurani hata ukimtendea kitu kizuri. Shukurani inadhihirisha wazi kwamba kumbe umeelewa chenye nimekipata nilifanyiwa na mtu fulani, na shukurani hutochochea mtu kukufanyia vizuri zaidi. Na sifa ni kuweza kutaja yale umetendewa. Ndio kienda mbele za Mungu una mahitaji, labda tunapitia vita, kuna mambo magumu, lakini elewa kuna mambo yale umeyapita, wengine walipita wakakufa, wakashindwa, lakini Mungu amekuhifadhi. Waweza kumshukuru Mungu. Nakumbuka mimi kuna wakati moja niliepuka kupigwa risasi kwa basi. Nina jambo la kumshukuru Mungu wakati wengine walipigwa na risasi. Kuna wakati nilitumbukia kwa kisima cha maji, na ni mahali penye watu hawapiti, mahali penye pamekuwa na msitu mkubwa. Mungu akanisaidia kutoka. Nina jambo la kumshukuru Mungu. So kwa hivyo kabla ya kuweza kupeana hoja zako kwa Mungu, jifunze namna kuingia mbele za Mungu, ukitafakari yale amekutendea, ukashukuru, na pia sifu jina lake. Manake kunena mambo makubwa yale Mungu ametenda katika maisha yako. Jambo lingine, namna ya kwenda mbele za Mungu, tunaenda mbele za Mungu kwa ibada. Sifa huvutia Mungu chini. Biblia inasema kwamba Mungu hushuka akakaa juu ya sifa za watu wake. Naweza tukasifu Mungu kwa uimbaji, naweza tukasifu Mungu kwa maombi, na ina attract Mungu anashuka chini. Na pia point nyingine ya pili, namna ya kwenda mbele za Mungu, tunaenda mbele za Mungu kumwabudu. Kuabudu ni nini? Ni kutaja Mungu ni nani, tabia yake ni ipi. Katika kitabu cha Ufunuo mlango ni wa 7 mstari wa 11 hadi 12. Biblia inasema kwamba na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi, na hao wazee na wale wenye uhai wane, nao wakianguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi, wakimsujudu Mungu, wakisema amina, baraka, utukufu, hekima na shukurani na heshima na uweza na nguvu sina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Ibada ni kutaja tabia ya Mungu. Yeye anafanya nini? Yeye ni nani? Yeye ni mtakatifu wa takatifu. Baraka zote zina yeye, shukurani zinamstahili yeye, heshima ni yake, utukufu na hata nguvu ni vyake, visasi na visasi. Nataka niseme kwamba tukienda mbele za Mungu kwa maombi katika kuabudu, tunaungamana na kanisa la mbinguni. Na huo ndio wakati tunapata kwamba wakati mtu ameelewa namna kwenda mbele za Mungu kumwabudu kwa maneno anapoomba, ndio utapata kuna wengine huanguka chini, wanajazwa na Roho Mtakatifu, wananena kwa lugha, wanaprofesai. Namna kwenda mbele za Mungu, pointi ya pili ni kuabudu. Na pointi ya tatu, namna nyingine ya kwenda mbele za Mungu ni katika toba. Biblia inasema kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukisungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na mwenye haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wetu wote. Hiyo ni katika kitabu ya waraka Yohana wa kwanza mlango ni wa kwanza mstari wa 8 hadi wa 9. Na pia katika kitabu cha Mithali mlango wa 28 mstari wa 13. Biblia inasema kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye asiungamaye na kusiacha atapata rehema. Mungu akiwa ameshuka kwa sifa zetu, tukiwa tumeungana na mbingu, yuko tayari kututendea. Lakini elewa kwamba Biblia inasema kwamba shetani ni mshtaki wa ndugu zetu, anawashtaki mchana na usiku. Wakati tunapeana hoja kabla kutengeneza neno lako na Mungu, maana kutubu, shetani atasimama, atasema kwamba uko tayari kumtendea ndugu John,
kutendea dada Mary, lakini je, chenye ako nacho kwa maisha hiki, haya matukano, huu asherati aliufanya, huu onga alifanya, je, ni vyako? Na sababu Mungu ni mwenye haki, utaona kwamba hata kujibu. And that's why Ayubu anasema kwamba sasa nimelitengeneza neno langu na Bwana, mimi ni mwenye haki. Kabla kupena hoja zetu namna nyingine ya kwenda mbele za Mungu, tunaenda kwa toba. Sababu inasema kwamba tukisema hatuna dhambi tutakuwa nafanya kwa Mungu ni muongo na ukweli haumo ndani mwetu. Lakini tukisungama dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu na mwenye haki hata kututakasa kutokana na udhalimu wetu wote. Methali inasema kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa, lakini anayesiungama malugha rahisi, anayekiri makosa yake na kuacha, Mungu atamrehemu. Tunapofanya hivyo, tutakuwa tumehesabika wenye haki. Nataka niseme kwamba mwenye haki akienda mbele za Mungu anapata upenyo kwa haraka, lakini mwenye dhambi akienda mbele za Mungu hatapata upenyo. Why? Sababu hajatengeneza neno lake na Mungu. Na hapo ndipo penye vile Biblia inasema, Isaya mlango wa 41 mstari wa 21 nasema kwamba ayaleteni hoja zenu zenye nguvu, asema Bwana, ili upate kupewa haki yako. Ndio sasa baada hapo tukipeana hoja zetu, Mungu anatenda kwa jina la Yesu. Napenda nimalizie mahali pale, na naomba Mungu akusaidie. Ukishika hili kuliapply katika maisha yako, utamuona Mungu katika tendo. Na mimi naomba tena Mungu aashe moto wa maombi na maombezi ndani mwako. Akuinue kwa maombi ya mfungo, akuinue kwa maombi ya mkesha, kwa maombi ya faragani katika jina la Yesu. Kwa hivyo napenda niombe hata kwa wakati huu. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa ajili ya neno lako tumelisikia hata mchana wa leo kuhusu maombi. Tumeona kwamba maombi ndio njia kipekee ya siku kuwasiliana na wewe. Maombi ni njia kipekee ya kutengeneza uhusiano wetu na wewe. Maombi ni ishara ya kunyenyekea. Maombi ndio mdundo wa moyo wa kanisa lenye limeokoka. Maombi ndio mdundo wa moyo wa Mkristo ambaye ameokoka. Baba, tusaidie maombi yaweze kuwa sehemu ya maisha yetu. Ninakataa roho ya unyonge, nakataa roho udhaifu, roho inayepiga vita maombi, na ihukumu kwa jina la Yesu. Aina hizi tatu za maombi lituachie: maombi ya mfungo, maombi ya mkesha, maombi ya faragani. Hebu yapate nafasi ndani ya maisha kila mmoja. Asubuhi tutaomba, mchana, jioni na hata usiku. Tutaenda kwa prayer centers, tutaenda kwa prayer mountains, tutaomba kanisani. Nao tutukuse kwa maisha yetu. Ponya huyu mgonjwa, komboa huyu mwenye amefungwa na mapepo, fungua milango zilizofungwa, rejesha vilivyopotea, linda huyu mwenye ana sensi hatari. Asante maana umetenda. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Katika hali hiyo, wakati unanifuatilia, napenda niseme kwamba account yangu ya YouTube ni Apostle Leonard Mabonga, na ya Facebook ni Simi Mabonga Leonard, na nambari yangu ya simu, labda pengine unapenda ushauri ama kuomba pamoja na wewe, ni 07 20 93 27 83. Mungu akubariki na kutenda mema. Shalom.